Opogore gi mano en Jood bura mamine kokalo riwruogi mar Kewopa opogore paro ewi paro mar chik mar omenda ma higa 2023 mamedo ywayo pach jo-Kenya. Jood bura mawuok e riwruog Kenya Kwanza osingo mar kadho chikno ka jowetegi manie riwruog Azimio to osingo ni ok gidhi kadhe kalore kod pek momedo e ngima jo-Kenya. Ne giwuoyo e skund nyiri mar Yokondo e kinde mane gichwalo kony tok masira mar mach nowang'o mwandu e skundno motelo higani. Sisi wa Kenya Kwanza, mimi naunga mswada wa taxation na ninaunga mkono wa housing katika nchi hii ya Kenya. We cannot be talking about developing a country and we cannot be talking about economy without talking about decent housing for our people, affordable housing for our people, and doing this and paying taxes is a responsibility of every Kenyan. Lazima vijana waandikwe kazi, lazima tutengeneze barabara, lazima tupe wananchi stima. Wananchi wanaitisha mambo mengi, lakini hayo pesa yatatoka wapi tusipowajibika kama wananchi kwa kukubali kulipa ushuru ndio serikali iweze kuwajibikia watu wake. Nataka kuambia president na deputy wake ya kwamba legislative is one of the arms of government that is independent. Hawawezi kuja na kusimama na kusema ya kwamba wanataka MPs wa vote vile wanavyotaka. Sisi ni representatives wa wananchi. Kama mimi niliteuliwa bunge ili ni represent workers wote wa Kenya. Workers wanaposema ya kwamba hawataki bili, mimi nitafuata agizo ambalo ninaambiwa na watu ambao wananirepresent. Kwa hivyo ningependa kuambia ya kwamba wachana na legislative arm of government, iwe independent. MPs wafikirie na wapige kura yao kulingana na conscience yao na kulingana na wale watu ambao wanawarepresent. Hakuna mtu anakuambia pali penye unaweka. So mimi nakaa na wananchi. Huu ni wizi wa dhahiri. Huwezi kulazimisha watu kutoa pesa kwa mshahara wao ambao kwanza wanakatwa NSSF, NHIF yenyewe ilikuwa ya wizi. Tumeona hata watu hospitali pia wapati madawa. Kwa hiyo serikali iache kufinya Wakenya. Tumetoka kule kwa corona, hawa Wakenya wana shida. Na rais alisema kiweka Biblia chini unga inashuka, petroli inashuka, and people are not noticing the 8% ambayo ilikuwa ya petrol levy wameka paka 16%. In short, hiyo finance bill yote iko tu in shamble. Yani ni kitu ya wizi wa dhahiri. Sisi tunamwambia rais, wewe ulipromise ukizunguka ukisema dynasties wameka maisha imekuwa ngumu. Wewe sasa si dynasty, wewe ukasema wewe ni hustler. Sasa hii bill unaleta kuvunja wananchi, mwakusudia nini? Kwa sababu watu wanalia, mtu unamkata 3% na ana family ya kutekea, unamkata pia kwa sukari imeongezwa 5%.